Karibuni sana wadau. Leo katika drama yetu tukutane na bwana Alex na Alice. Hao wako katika maandalizi ya harusi. Basi Alice alikuja na boyfriend wake. Akamwambia nimekuletea zawadi. Ghafla kugeuka hivi akamwona Alex. Boyfriend wa rafiki Ashley alipomuona boyfriend wa rafiki yake alimpiga ngumi akamwangusha chini. Hai, huyu ni anakudanganya. Nilimkuta na mwanamke mwingine, huyu anakudanganya. Hataki kukuoa. Nilimshuhudia na macho yangu akimbeba mwanamke mwingine. Kwa hivyo huyu anakudanganya, hataki kukuoa na kupotezea muda. Alice akamwambia Alex, kweli anachokisema? Kuanzia leo mimi na wewe tusijuane. Na ndoa tayari imeshavunjika. Kwenda zako huko. Ashley akakasirika. Akamwambia Henry wasijuane na ndoa yao imevunjika. Mwanamke akaondoka zake, akamwacha mshua. Jamaa pia akamgeuzia kibao, akamwambia saa zile si umenipiga? Siwezi kubali hata wewe chukua namna hiyo. Tumetoshana mimi. Hebu tuone 15 minutes earlier kulitokea nini hapo nyuma. Henry aliingia chumbani kubadilisha nguo. Ghafla alimkuta rafiki Ashley akikisiana na boyfriend yake, akaenda sehemu nyingine ili abadilishe nguo. Fungua hivi akakutana na mrembo. Alishangaa, akamwambia sorry, akaanza kuondoka. Ghafla mwanamke akamrukia akampatia kiss amazing. Jamaa alipagawa na kashtuka kweli. Hai, mwanamke unafanya nini? Wewe ni nani? Basi mwanamke akakimbia akamwambia sorry akatoroka. Alex akapagawa na uzuri wa huyo mwanamke. Mwanamke akaondoka, alikuwa anakimbia. Inaonekana huyu mwanamke alikuwa na ficha mazito sana katika moyo wake. Henry bado alikuwa akimkodolea macho. Na shangaa labda huyu ni malaika ambaye Mwenyezi Mungu alimtuma kwake. Basi baada ya mwanamke kuondoka, ikawa Henry anazunguka katika duka akitafuta nguo ya kununua. Ghafla alipoinua shuka akamdaka mwanamke. Tena, ni wewe tena? Umekuja tena? Umetoka wapi? Akamwambia sorry, nilikuwa nazunguka kutafuta nguo ya kununua lakini sorry. Ikawa akamwambia kama unahitaji uchukua. Basi mrembo akamwambia chukua tu, wewe ndo ulinyaka mwanzo, chukua tu. Yeye akamwambia sio mchoyo mimi, wewe chukua. Basi wakaanza kuzungumza. Basi ikawa chukua. Kila mtu anamwambia mwenzake achukue. Mwanamke mrembo anamwambia Henry achukue, Henry pia akamwambia wewe chukua tu. Ikawa kila mtu anataka mwenzake achukue lile shuka. Lakini Henry alikataa kabisa, akamwambia wewe chukua. Wakiwa katika hali hiyo, rafiki Alice akawaona basi. Hata yeye alikuwa anachagua nguo. Basi akaenda kuvuruga mambo. Akakuja akavuruta nguo na kuchukua. Akasema mimi niliona, hata mimi nahitaji hii shuka. Nilikuwa nikitafuta hii shuka, basi nitachukua. Henry akamwambia hapana, hii ni ya mpenzi wangu. Nilikuwa nataka kumnunulia zawadi mpenzi wangu, kwa hivyo sorry, usichukue. Basi alipomwambia hivyo, mrembo alisikia raha na kusema moyoni, jamaa tu singekuwa tu wangu Mwenyezi Mungu. Basi huyo mwanamke akagoma kuachilia shuka. Akasema hii shuka siwezi achana nayo. Hii shuka lazima nichukue. Hii shuka nimelipenda kabisa, siwezi achilia. Basi mwanamke pia akasema huwezi, huyu ni mpenzi wangu ameninunulia, kamchumu mdomoni. Henry pia akasikia raha sana. Akamwambia angalia, so unaona sisi wawili ni wapenzi. Unaona sisi wawili ni wapenzi. Lazima hii shuka achukue mpenzi wangu. Mwanamke akavuruta akachukua. Mimi hii shuka siwezi nikawacha. Lazima niende nayo. Basi
Alipogeuka tu na kuchukua shuka na kuondoka, mwanamke akasema hapana. Hiyo shuka siwezi nikaliwacha. Basi mwanamke akageuka akakimbia kwenda kufuatilia lile shuka ambalo alikuwa akitaka kununua. Akakuja akanyaka shuka, akalivuruta tena akalichukua. Akamwambia, hii shuka huwezi enda na mimi nimechagua mwanzo, lazima mimi niende nao. Akavuruta mwanamke mpaka akaanguka. Security akaita walinzi hapo. Huyu mwanamke ameshaiba kitu kwangu, ameshaiba shuka langu ambalo mimi nimenunua. Security, njooni mumkamate huyu mwanamke. Basi Henry akakimbia akakuja akambeba akaenda na yeye. Asikuambie mtu, it was a romantic scene. Alimbeba mwanamke kwa mahaba makubwa sana, akamchukua akaenda na yeye sehemu husika. Basi security naye akaja akamwambia huyu mwanamke, kwani ni nani huyo ambaye amechukua nguo akaenda na yeye? Akamwambia ni mpuzi tu. Akamwambia okay, sorry. Basi Henry na mwanamke wakakuja, wakafurahi, wakacheka na kutabasamu. Asikuambie mtu. Basi Alex akamuuliza, kwa nini huyu mwanamke anakufuata kila wakati hivi? Basi mwanamke mrembo akamwambia, alimchukua mpenzi wangu, aliniibia mpenzi wangu. Sasa anataka kunipokonya kila kitu. Ndio maana mimi nikagoma kumpatia hiyo shuka. Lakini angekuwa ni mtu mwingine ningemwachia. Just imagine, ikiwa imebaki siku 3 tu sisi tufanye harusi, akakuja akachukua mpenzi wangu naye akanisaliti mimi, ikawa harusi yetu imegoma hapo. Lakini yote nashukuru Mwenyezi Mungu. Mungu ndio labda amepanga namna hiyo, mimi na yetu siku pamoja. Basi Alex akasikia vibaya sana. Akamwambia, usijali, utapata mpenzi mwingine, Mungu atakupatia mpenzi mzuri. Basi mwanamke mrembo akamwambia, nashukuru sana kwa hii siku, nimejihisi furaha sana na nimekupatia hii zawadi ya shuka yangu. Nafikiri utanikumbuka na hili. Nashukuru sana kwa siku yangu, imeenda mzuri sana. Ilikuwa siku yangu imeharibika, nilikuwa ni mtu mwenye mawazo, lakini saizi leo nasikia vizuri sana kwa hii siku. Asante sana Alex. Alex alipoambiwa namna hiyo alifurahi sana, alitabasamu. Mungu, si ungenipatia huyu malaika? Huyu malaika ni mrembo sana. Angekuwa mpenzi wangu, angekuwa mke wangu, ningeishi na yeye, ningetulia na yeye. Mwenyezi Mungu, si unipatie huyu mwanamke. Ghafla akakatizwa. Ashley aliruka akaruka akamdandia kwenye mgongo, akamkisi. Alex akamwambia, huyu ni mchumba wangu Alice. Hivi tuko katika maandalizi ya kufanya harusi. Akamwambia, wewe unaitwa nani? Alice akamuuliza Tanya. Akamwambia, mimi naitwa Tanya. Akamwambia, sisi tunafanya harusi katika hizi siku 3. Basi tunakualika katika sherehe la harusi yetu. Karibu kwenye harusi yetu. Basi na Alice akakimbia akaenda kuchagua nguo. Tanya aliposikia hivyo akasikia vibaya sana, ni kama aliumwa. Tanya aliposikia maneno ya Ashley ilimuumiza sana moyo. Alidhani Henry ni wake tena, lakini Henry si wake tena. Henry anamilikiwa mtu mwingine. So mwanamke akaondoka aliyokuwa amehisi vibaya sana moyoni. Basi Alex amesimama hapa, akamuita, akamwambia, Tanya, unaenda wapi? Chukua scarf yako.
Alex akamwambia, tunaweza kuwa marafiki, tunaweza panga mipango ingine. Tanya akamkatizia akamwambia, hapana, tafadhali, kwaheri, mimi naye tuishie hapa. Mwanamke akaondoka. Alex akasikia vibaya sana. Aliona ameshapata mwanamke wa maisha yake, lakini ndio hivyo. Basi hivyo ndio venye ilivyokuwa hapo dakika 15 nyuma. Alex alipokuja akakutana na rafiki Ashley. Alex akakumbuka matukio yote. Huyo mwanamke ndio amenifuma. Alinikuta mimi na nikikisi mwanamke kule katika duka. Alex akakumbuka yote, akampiga kibao. Ashley akamwelezea Alice kila kitu. Akamwambia, huyu boyfriend wako ako na mwanamke mwingine. Nimemwona akimbeba katika duka akimkiss. So huyu mwanaume hakufai tena. Huyu mwanaume anakucheat. Alice aliposikia hivyo akamwambia, mimi naye tuachane. Na ndoa pia imekatika. Ndio jamaa akamgeuzia kibao, akampiga kibao, akamlipizia. Hivyo ndio venye ilivyotokea hapo. Jamaa alipofungua macho yake Alex akamwona Tanya tena mbele yake. Akamwambia, ni wewe? Leo ni kama niko na bahati yako. Jamaa amesikia raha sana. Naye Tanya akafurahi na kucheka. Basi akamchukua akampeleka kwenye meza, akaitisha ice cream. Wakaanza kukula hiyo ice cream. Tanya akamwambia, so kwa nini mlikuwa mkipigana? Alipomuuliza hivyo, Alex akamwambia, kwa sababu yeye alikuwa amekusaliti wewe na kukunyanyasa wewe. Hiyo ndio sababu mimi nilikuwa nikigombana naye. Nilikuta tu nikigombana naye kwa sababu alikufanyia matukio. Yale matukio amekufanyia yote yaliniumiza moyo, ndio maana nilikuwa nikipigana naye. Na nitapigana na kila mtu kwa sababu yako. Nitapigana na hata nani. Basi mwanamke akasikia raha na kuanza kucheka. Akamwambia, ni sawa. Akaondoka kidogo, akakuja kukaa mezani. Anyway, akamwambia, hebu jaribu answer my question first of all. Kwa nini kupigana na Henry? Hebu niambie, mmekosana nini mpaka mkaamua kupigana na Henry? Taya alimuuliza namna hiyo Alex akamwambia, nilipigana naye kwa sababu alikuwa anakutesa. Ndio maana nilipigana na wewe. Alafu stoshe, mke wangu pia saizi amenikataa mimi. Baada ya kusikia hayo yote akakata harusi. Saizi harusi haiko. Mimi na yeye basi saizi, kwa sababu tayari kisha nikataa. Sasa nitafanya hadi kama amenikataa. Tanya akamwambia, si ungemweleza ukweli. Ungemweleza kila kitu kuhusu mimi. Namna tulivyokutana, namna matukio yaliyotoka, ungemweleza. Basi Tanya alipomwambia hivyo, ghafla mkewe Alex akatokea. Akamwona Alex na Tanya wanapiga story. Mwanamke akaja spidi kwenye meza, kwenye Alex na Tanya. Akakuja akawauliza, saizi mnajimwaya, naona umeshafanikisha kile kitu ambacho ulikuwa unakihitaji. Saizi uko huru saizi. Asante sana Alex, kwa sababu umenifanyia hivi. Asante sana, mimi nilikupenda kwa moyo wangu wote. Kumbe wewe ni hasidi kiasi hichi. Unanisaliti na kutoka na mwanamke mwingine. Nashukuru sana kwa kila kitu ambacho umenifanyia. Nafikiri utakuja kunikumbuka katika maisha yako. Basi mwanamke akafoka na kutoka nje. Tanya akamwambia Alex, kwa nini unakaa? Simfuate. Nenda muombe msamaha. Amekasirika kwa sababu yangu. Amekasirika wewe kuona karibu yangu. Nenda ukambembeleze. Kama wewe uende, mimi nitaenda kumfuata. Nitaenda kumweleza kila kitu. Tanya akamshika Alice, akamweleza kila kitu. Tafadhali
usimwache Alex. Mimi na Alex hatukuwa pamoja. Amenisaidia, alinisaidia katika mambo yangu. Boyfriend wangu alinisaliti. Basi Alex akawa ni mstari wa kwanza kunisaidia mimi. Nafikiri Alex anakupenda sana. Tafadhali usijaribu kufanya mistake ambayo mimi nilikuwa nimeifanya. Tafadhali endelea na harusi yako. Usimwache. Alex anakupenda sana. Basi Tanya akamweleza kila kitu, mambo yalikuwa hapo nyuma. Alice akamuuliza Alex, ni kweli anachokisema Tanya? Alex akamwambia ndio, ni kweli. Basi mwanamke akamsamea, akamwambia ni sawa. Maskini Tanya aliumwa sana. Tanya akaenda kununua ice cream. Akanunua ice cream nyingi sana na kuanza kuila, huku akilani maisha yake. Maisha yangu yote imekuwa shida. Maisha yangu yote ni tabu. Inaonekana mimi nitakufa hapa karibuni. Basi Wait akakuja akamwambia, kula ice cream mingi namna unavyotaka. Nimeshalipiwa kila kitu. Wewe jimwaimwai dada. Basi siku ya harusi ilipofika, kila kitu imepangwa kisawasawa. Hoteli imepangwa mzuri, chakula imeandaliwa vizuri, na watu pia wamefika kwa wingi katika lile sherehe ya harusi. Ikawa Alex bado akili yake haiko hapo kwa harusi. Anatamani lau Alice angekuwa Tanya. Bado moyo wake uko Tanya, anafikiria bado Tanya. Alex akasema, Mungu yangu, yuko wapi Tanya? Natamani Tanya angekuwa karibu na mimi hapa. Natamani angekuwa karibu na moyo wangu, ningehisi raha. Lakini hana habari kwamba Tanya ni moja kati ya waiters ambao wako katika hiyo hoteli. Basi kila kitu imepangwa namna inavyotakikana kiwe. Pastor akamuuliza Alice, "Je, Alice, uko tayari kumchukua Alex kama mume wako wa daima?" Alice akaulizwa namna hiyo na pastor. Basi Alice akafurahi, akamwambia, "Niko tayari, pastor, niko tayari kuishi na yeye kwa hali na mali." Alice akatabasamu. Akamuuliza Alex, "Na wewe je, uko tayari kumchukua Alice kuwa mke wako wa daima?" Alex akanyamaza kidogo. Anashangaa nini imemwingia moyo. Pastor akarudia tena akamuuliza, "Alex, je, uko tayari kumchukua Alice kama mke wako?" Oya, sikwambie mtu. Umati umenyamaza kabisa. Alice amechanganyikiwa. Kwa nini huyu jamaa ameshindwa kujibu? Alice anajiuliza. Huku Alex anakumbuka tu yale matukio ya nyuma. Anafikiria Taya, namna walivyofanya, namna walivyochumiana. Mfikira yote imekataa kutoka katika kichwa. Namna walivyokutana siku ya pili kwenye mall. Yote anafikiria. Akasema hapana. Hii ndoa naona haiwezekani. Tanya alipomwona Alex akashangaa. Kwani leo ni harusi ya Alex? Mimi nilikuwa nadhani ni harusi ya watu wengine, kumbe ni harusi ya Alex. Mwanamke akatoroka, akawachana na mchungaji. Akamuuliza Alex, "Je, uko tayari kumuoa Alice?" Akasema ndio. Tena akakumbuka akasema, "Hapana, siwezi kuwa na wewe Alice. Mimi nilikupenda sana. Wewe ulikuwa chaguo langu. Lakini sasa mambo yote yamebadilika. Mimi tayari nampenda mwanamke mwingine. Kuna mwanamke tayari ameshaniingia roho. Natamani kuishi na yeye maisha yangu yote. Kwa hivyo siwezi kukudanganya. Tayari mimi nisha move on. Sikutaki tena Alice. Sitaki kuumiza moyo wako. Heri nikuambie ukweli. Kwa heri Alice. Nilikupenda sana." Alex akaondoka. Akamwacha Alice katika umati wa watu na akaondoka. Alice aliumwa sana, lakini angefanya nini? Kwa sababu Alex tayari ashamwambia ukweli. Ikabidi harusi imevunjika kwa aibu, kila mtu akaondoka.
Oya, asikuambie mtu. Tanya aliumwa sana Alex kufunga ndoa. Alidhani Alex amefunga ndoa, yeye amebaki peke yake katika maisha. Mwanaume ambaye alikuwa anamtamani, mwanaume ambaye alitamani kuishi na yeye, mwanaume ambaye alitamani kumpa moyo wake wote, sasa anaoa. Tanya aliumwa sana. Akasema, mimi nimekosa kila kitu. Maisha yangu sijui nitaishi namna gani. Kidogo Henry akafika, ex wake wa zamani. Akamwambia, Tanya, bado huko? Unafanya nini hapa? Basi jamaa akaanza kumsogelea na kuanza kumgusagusa. Akamwambia, Tanya, mimi nakutaka. Nataka nirudiane na wewe, nataka niishi na wewe tena. Akaanza kumdanganya Tanya. Akamwambia, wewe shetani, ukae mbali na mimi. Wewe uliniaibisha. Kwa hivyo mimi sitaki mazoea na wewe. Tafadhali kaa mbali na mimi. Henry akacheka. Akasema, usiseme kwamba mimi naye hatujawahi fanya chochote. Mimi najua unanitamani sana. Najua unataka kurudi katika maisha yangu. Tanya akamwangalia kwa jicho baya. Akamwambia, mimi natamani kuishi na wewe. Sahau kila kitu. Mimi sijawahi ishi na shetani. Mimi sijui na hatujuani mimi na wewe. Kwa hivyo kaa mbali na mimi. Usiai nisogelea. Jamaa amemsogelea. Akamwambia, acha zako. Mimi nakuhitaji. Nataka tusahau kila kitu na tuendelee na maisha yetu kama vile tulifanya zamani. Naye Tanya si mchache akamwambia, mimi sikutaki. Mimi nishatoka na nisha move on. Tafadhali kaa mbali na mimi. Sitaki mazoea yote na wewe. Mimi na wewe hatujuani. Jamaa Henry akamkazia. Akamwambia, mimi bado nakuhitaji. Nataka tena urudi tena katika maisha yangu. Mwanamke alinyamaza tu, hakumjibu chochote kwa sababu alificha machungu yaliyomo ndani ya moyo wake. Yeye anampenda mwanaume mmoja tu, naye ni Alex. Alitamani kuishi naye lakini sio Henry. Henry akamgusa, akamwambia, acha hizo. Najua unanitamani. Najua kuna kitu kati yetu. Najua unanitaka. Twende chumbani tukafanya mambo. Tanya naye akamwambia, katika watu mimi nawachukia, moja ni wewe. Nakuchukia sana. Natamani lao hata ningekuwa na bunduki ningebomoa kichwa yako. Lakini sina silaha yote. Lakini tafadhali kaa mbali na mimi. Mimi sina muda wako. Na mimi sina muda mchafu ya kuwa na wewe. Akamwambia, toka mbele yangu. Ikawa masiku imepita. Tanya anamfikiria Alex na Alex anafikiria Tanya. Tanya anafikiria Alex na Alex anafikiria. Ikawa wote wanafikiriana. Wote wanatamani kila mtu angekuwa katika maisha yake. Tanya anataka Alex akuwe katika maisha yake. Naye anafikiria, Alex pia anafikiria, anatamani Tanya lao angekuwa katika maisha yake. Ikawa siku moja Tanya akaja kutafuta kazi. Basi boss akamuuliza Tanya, kwa nini unataka kufanya kazi hapa? Basi Tanya akamwambia, natamani kufanya kazi hapa kwa sababu kufanya kazi kwangu yananikumbusha mambo mengi. Yananikumbusha maisha yangu ya mbeleni hapa. Na natamani miujiza itokee na nitimize ndoto zangu. Bosi akashangaa, kwani huyu mwanamke anamaanisha nini kusema hivyo? Basi Tanya akasonga, akagusagusa ile shuka ambaye Alex alikuwa amenunua siku moja na wao walikuwa wakivutiana. Ghafla Alex pia kaingia. Yeye pia akagusagusa lile shuka ambayo mwanamke aligusa. Akaanza kufikiria namna walivyokutana, namna walivyoshindania lile shuka, namna security alikuja. Akaanza kufikiria. Security akakuja akamuuliza, umekuja tena kuiba tena?
Nitamuita tena askari wakuja kukamate. Wewe ni mwizi na nakujua mbeleni uliiba hapa. Na leo umeingia katika 18 zangu. Lazima nikuweke ndani. Kidogo maaskari walipigiwa simu. Alex akakamatwa akapelekwa cell kwenda kuhojiwa. Akamuuliza, kijana, kwa nini unaiba scarf peke yake? Kwani scarf ina nini kijana? Alex akanyamaza tu. Jamaa akamweka pingo akamwambia leo nitakuweka jela. Kidogo Alex akaona barua ya application ya Tanya. Tanya Wilson? Tanya ni kama alikuja kufanya application. Akamuuliza askari, tafadhali, naweza kukuomba kitu kabla hujanipeleka kwenye seli? Askari akamwambia bila shaka, naweza kukupatia. Basi Alex akachukua simu na kuanza kupiga. Basi jamaa alipopata simu akaanza kukopi namba ambayo aliona juu ya karatasi. Jamaa mlizi akachukua, akamwambia kwa nini unataka copy kwa namba uanze kupiga? Jamaa anakumbuka hizo namba. Akaanza kuweka 1 2 3 4 5. Akampigia simu. Simu ikaanza kukiriza. Simu ikaanza kuita upande wa pili. Basi Tanya akainua simu na kuanza kupokea. Akasema, kwani huyu mtu ni nani? Akamwambia, hello, kwani wewe ni nani? Akaanza kumuuliza. Basi akamwambia, mimi ni Alex. Ni wewe Tanya? Akamuuliza, ndio ni mimi Tanya, kwani kuna shida gani? Akamwambia, mimi ni Alex, nimekupigia, nimeshikwa na askari. Mimi ni Alex. Alex? Uko wapi? Kwa nini? Kuna shida gani? Alex akamwambia, mimi askari wamenishika, tafadhali nifikie kabla sijafungwa tafadhali. Tafadhali Tanya nifikie. Alex akamwambia namna hiyo Tanya basi akamueleza, akamwambia, kwani si wewe umeshaoa? Kwa nini unanipigia simu? Kwani mke wako wako wapi? Si mke wako akuja kutoe? Kwa nini? Kuna sheria gani mimi nikuja nikutoe? Akamwambia, mimi sina mke. Mimi sijafunga ndoa, mimi sijaoa bado. Wakati tumeoa, mke wangu tumewachana naye hapo tu. Mimi sijamuoa mwanamke. Oya, Tanya aliposikia namna hiyo alifurahi. Alisikia raha na kuruka kama mshale. Basi Tanya akamwambia, nitafika muda huu saa tu. Na kufikia saa hizi. Akaanza kutembea kwa kasi kuelekea kwa Alex ili aweze kumwokoa na askari. Basi Tanya akaondoka akafika pale pa tukio lilianza. Akamwambia, ngoja, unampeleka wapi? Tafadhali, huyu ni mpenzi wangu, usimpeleke pale popote. Na huyu sio mwizi. Basi Tanya akageuka na kumpa busu. Paka mlinzi akameza mate. Oya, asikwambie mtu. Scene za romantic. Busu kama mingi. Nao wakawana na maisha ikaendelea. Movie yote imeishia hapa. Kilicho na mwanzo lazima ikiishe. Tafadhali tunaomba usubscribe, ulike na ucomment na pia ushare. Karibu kwenye hii channel.